Yani kuna watu wanasimamishiwa mchumba huku, wanasimamishiwa na Yesu. They put a fiancé there. Wanaamua mchumba. They choose a fiancé. Tutakutana mbele ya nini? They say, Jesus, we shall connect later. The moment unachagua mchumba anakuwa shetani. The moment you choose a fiancé, so, the fiancé becomes Satan. He will stop you to meet Jesus at the center. Hivyo atakuzuia kukutana na Yesu pale baadaye. Ukiekewa baba na mama hapa na Yesu, Father and mother and Jesus there, ukamkataa Yesu and deny Jesus, ukachukua wazazi wako, you take your parents, uwe na uhakika, be assured, they will be full. Satan ni wajane. Satan will use them. Shetani atawatumia hao. Okay. Katika safari yako. Potiphar alimwambia Yusufu hivi, told Joseph like this, vitu vyote, all the things nimekupa uviangalie, I've given to you to supervise, isipokuwa except mke wako, my wife. Kwa maana nyingine nini? In other words, neema ya Yusufu, the grace of Joseph, iliweza kutunza kila kitu kwenye nyumba ya Potiphar, could keep everything in the house of Potiphar, lakini haikuwa na uwezo wa kumcover huyu mwanamke. It could not cover this woman. If you submit to God, kama submit all, then he submit yourself all. Sio kwamba angemwambia hivyo angemlala mke wake. In fact, hajawahi kusikia romance za nini kinamsukuma kusema nimekupa kila kitu lakini sio mke wangu. What is driving him to say I've given everything? Unafikiri alivyokuwa anaongea na Yusufu alikuwa anaongea na mtu au mamlaka ya kiroho? Do you think when he talked to Joseph, talked to a man? Kwa sababu Potiphar mwenyewe anamwambia Yusufu ya kwamba nimejua Mungu ananibariki kwa kuwa wewe uko hapa. You are representing God in my house. Kwamba wewe Yusufu unamwakilisha Mungu katika nyumba yangu. There is a spiritual coverage you are carrying. Kuna mfuniko wa roho ambao nimeujua unatembea nao. That I know you are carrying. Kuna uruhusu wa ufunike kila kitu isipokuwa mke wako. I allow God to cover everything. The moment he said that, spirits start to manipulate the woman. Hivyo aliposema hivyo tu, roho zikaanza kumanipulate yule mwanamke. Chochote kile ambacho umekiopt kwa upande wako na sio upande wa Mungu ni mali ya shetani. Whatever opted on a side, not the side of Satan, that will be used by Satan. Matokeo yake ni nini? What is the outcome? Yule mama shetani alimtumia au kumtumia? Did Satan use that woman or not? Siku unaamua kuchagua watu, the day you decide to choose men, ukamwacha Yesu pembeni, wale watu uliowafuata ni kitanzi kwenye maisha. Be assured the people you followed become a cloak. Shetani atasema I was searching a way to move with you. Shetani anasema nitafuta njia ya kuweza kukamata. And I have found. Na nimepata. You have someone. Una mtu. So I will use that person. Even nitatumia mtu huyo. Ndio kiumbe anakuambia usiende tena kanisani. And this creature is telling you don't again go to church. Anakuja anakaa hapa siku 2-3. Mwanzo alipokuwa anakuinda alikuwa anasema haleluya, mtumishi wa Mungu ni mwaminifu sana. Initially when he hunted you he said hallelujah, the minister of God is so faithful. Ana mafunuo anafundisha. The minister of God has revelations and teaching. Naona nikiama. And I see shifting dimensions. Amekuoa wiki 3 mbele, miezi 6 mbele anakuambia. But now he's married you 6 months after, she says sielewi hapo kanisa. I don't understand things in the church. Nataka nikuambie hivi. I want to tell you this. Habari ya kuamua kutembea na Yesu. About moving with Jesus. Haina mama. Has got no mother. Haina baba. I've got no father. Haina ushauri wa shangazi. I've got no advice from the aunt. Haina ushauri wa mume. No advice from the husband. Haina ushauri wa mke. No the wife. I say, if you have decided to follow him, kama umeamua kumfuata Yesu, follow him. Mfuate Yesu. Biblia inasema, Yesu anasema, atakaye nikana mbele za watu, the Bible says, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. I will deny him also before my Father in heaven. Ukimkataa, if you deny him mbele ya mchumba, before your fiancé, naye atakukataa saa ya prayer point. He will deny you at the point of prayer point. Baba, haya naopitia baba. Sasa unapita na nani? Baba, hiki nakileta. Anaambia unaleta wapi? Ulinikana mbele za watu. You denied me in public. Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia sisitiza. Usibutu kukataa Mungu ukachagua mtu. Don't dare to deny God and choose men. Don't dare do that. Ikiwa umedhibitisha Mungu, usikatae Mungu ukachagua mtu. If you have confirmed God, don't deny God. You cannot pay it. Uweze kulipa gharama yake. You cannot pay it. Uweze kulipa gharama.